بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu yangu Muislamu popote pale unaponitazama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tumekutana hapa katika kipindi chetu hiki adhim kwa ajili ya kufundishana au kukumbushana baadhi ya mambo yanayohusiana na hii dini yetu tukufu ya Kiislamu. Na kiuhakika kuna baadhi ya mambo ni mambo ya kuhuzunisha na kuna baadhi ya mambo ni mambo ya kufurahisha, lakini kwa sababu sisi binadamu tuko tofauti, wanaweza wakaja watu wakafurahikia jambo ambalo walistahiki walihuzunikie kwa sababu ni jambo la kuhuzunisha. Vile vile wanaweza wakaja watu wakahuzunika kwa jambo ambalo wao walistahiki walifurahikie kwa sababu ni jambo la kufurahisha. Hapa tunamuona shekhe wetu huyu anaitwa Izzuddin. Huyu ni shekhe maarufu katika mashekhe wa kitarika ambao wanalingania da'wa ya kisufi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuongoze yeye pamoja na sisi vile vile kuipata ile njia yake iliyonyooka Subhanahu wa Ta'ala. Shekhe huyu amefanya jambo la kuhuzunisha, tulitakiwa tulihuzunikie hili jambo, lakini kuna baadhi ya watu washafurahi kwa sababu shekhe kasema. Mimi hapa niko kurekebisha bila kupepesa maneno, insha Allahu Ta'ala, kuyarekebisha haya maneno ambayo ameyatamka kuhuzunisha. Kuna watu eti watahuzunikia hili rekebisho ambalo mimi nitalifanya hapa, wakati walistahili wafurahi baada ya kuwekwa mambo sawa na kusahihishwa ibada za watu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. Mambo acha yabainishwe bwana, atakayeangamia aangamie baada ya kisha kubainishiwa mambo, na atakayepata uhai apate uhai baada ya mambo kisha kubainishwa. Naomba tuende kumsikiliza shekhe wetu Izzuddin, halafu tuone insha Allahu Ta'ala nini tutajibu katika mazungumzo yake biidhnillahil karim. Anasema hivi, ala katika kuswali mtu hataki mugusane. Sijui hataki ugusane kivipi? Yani hataki ugusane kivipi? Tayib, kabla tujaenda mbele, yaonekana Sheikh aliulizwa swali kwamba kuna watu wakati tunaswali hawataki tugusane. Sheikh anamuuliza hawataki ugusane nao kivipi? Elewa vizuri masala. Miguu. Wajua niwaambie kitu kimoja. Tayib, yaonekana muulizaji akamwambia miguu, kwamba kuna mtu ukimpelekea mguu hataki, anauvuta hivi, kila ukimpelekea yeye mguu wake anauvuta pembeni. Sasa shekhe baada ya kusha kufahamu swali kwamba watu hawataki miguu, sasa ndo anajibu sasa hukumu ya kugusanisha miguu. Tusikilizeni vizuri sana, atatamka maneno ya hatari sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufanye wepesi. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Katika kuswali vitu ambavyo kwamba varuhusiwa kugusana, vitu ambavyo varuhusiwa kugusana ni shoulder hii. Haya, Sheikh anasema tukiwa tunaswali kitu ambacho tutatakiwa tugusane baina yangu mimi na wewe uliyekaa pembezoni mwangu ni haya mabega yetu. Mimi na wewe natakiwa gusane. Mpaka hapa ni sawa kabisa, maneno ya Sheikh ni mazuri sana. Haribiko likaanza kuja hapa, sikiza vizuri. Lakini miguu chini, kwa sababu gani? Hakuna mwanachuoni amesema tugusanishe miguu. Sikiza hii kauli, hakuna mwanachuoni amesema tugusanishe miguu. Sikiza hii kauli vizuri. Hii kauli ni kauli ya hatari sana katika mlango wa kielimu. Lau kama itaachwa na huu mlango utaachwa hivi, aje mtu yoyote kwenye jambo lolote aseme hakuna,
Asiseme kwamba mimi sijaona. Lugha ya kielimu ni kusema mimi mpaka leo sijaona, useme hakuna. Sasa tumsikilizeni shekhe wetu anasema hivi, lakini miguu chini. Kwa sababu gani? Hakuna mwanachuoni amesema tugusanishe miguu. Wajua kwa nini? Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu aanza kutawadha, kuna mtu ametawadha kitambo, na hakuna anayependa wewe mwili wako ukiwa maji mimi mkavu uniguse. Haya, kabla tujamaliza kusikiliza hii sababu alitoa, kwa nini sababu mimi na wewe hatutakiwi kugusana miguu, na hakuna mwanachuoni aliyosema. Nitapenda kufungua kitabu hapa kinachoitwa Sahihul Bukhari, kitabu cha al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, maarufu. Sheikh anasema hakuna mwanachuoni aliyosema kwamba tutakiwa tugusane miguu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anasema babu ilzaqi al-mankibi bil mankibi. Huu ni mlango unatufundisha kugandamanisha bega kwa bega, wal qadam bil qadam, na mguu kwa mguu, wal qadam bil qadam fi safi, katika safu wakati wa swala. Huu mlango kichwa chake cha habari, mlango unafundisha kugandamanisha bega kwa bega na mguu kwa mguu. Huku Sheikh Izzuddin anasema hivi, sikizeni vizuri hii kauli yake, lakini miguu chini. Kwa sababu gani? Hakuna mwanachuoni amesema tugusanishe miguu. Wajua kwa nini? Hakuna. Anasema hakuna. Al-Bukhari anamwambia mimi nipo, mimi nasema hivi, waqala Nu'man ibn Bashir, amesema sahaba wa mtume Nu'man bin Bashir, raaitu ar-rajula minna, mimi nilimuona mtu miongoni mwetu sisi masahaba, yulziqu ka'bahu bika'bi sahibihi, anagandamanisha, anagusanisha enkel yake. Ka'b ni kile kifundo katika vile vifundo viwili vya miguu, enkel. Anaigandamanisha kifungo chake na kifundo cha sahibi yake. Hii imo katika Sahihul Bukhari. Izzuddin anasema hakuna. Ndio maana nikasema ametamka maneno yanastahiki kuhuzunikiwa na umma wa Kiislamu. Unasema hakuna, jambo limo kwenye Sahihul Bukhari. Wewe ni shekhe, unategemewa katika msikiti wako Sahihul Bukhari, unasema hakuna. Imo. Asema Nu'man bin Bashir, mtu miongoni mwetu maswahaba niliwaona alikuwa anagusamanisha Ka'b, enkeli yake na enkeli ya mwenziwe, zagusana hivi, maana yake miguu hiyo imekamatana. Kisha anasema ametuhadithia Amr ibn Khalid, amesema ametuhadithia Zuhair, ametuhadithia Humaid kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema hivi Mtume, aqimu sufufakum, zinyosheni, zisimamisheni vizuri safu zenu, fa inni, kwa hakika mimi, arakum min warai dhahri, mimi nakuoneni kwa nyuma. Hizo safu hamjezieka sawa hizo. Anasema wakana ahaduna, Anas sasa anasema, na alikuwa mmoja wetu katika masahaba, yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi, anagandamanisha, anagusanisha bega lake, analigusanisha na bega la mwingine, wa qadamahu biqadamihi, na mguu wake anaugusanisha na mguu wa yule mwingine. Ndiyo maana nikatangulia kusema hivi, kuna mambo yanahuzunisha, lakini kuna watu wanayafurahikia yanayohuzunisha, na kuna mambo yanafurahisha, lakini kuna watu watahuzunika kwa hili jambo la kufurahisha. Sisi tukija kuwabainishia watu hili jambo limo katika swala kwenye vitabu vikubwa vikubwa, hili jambo la kufurahisha ni kuzitengeneza ibada za watu. Wallahi kuna watu watakasirika. Kasirika mwanapokasirika, haina shida. Hili la kuhuzunikiwa, hili ndio wewe unajifanya kama hujaliona. Ambele jambo la kuhuzunikiwa, na swala za watu zitaharibika kwa maneno haya ya shekhe. Hebu sikiza vizuri ya maneno. Shekhe anasema hivi, lakini miguu chini. Kwa sababu gani? Hakuna mwanachuoni amesema tugusanishe miguu. Wajua kwa nini? Hakuna.
Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu aanza kutawadha, kuna mtu ametawadha kitambo, na hakuna anayependa wewe mwili wako ukiwa maji, mimi mkavu uniguse. Wasikia sababu anaitaja. Yawezekana ikawa hii ni jambo kwenye nafsi ya shekhe liko. Shekhe akiwa mkavu, mtu mwingine ana maji, yawezekana yeye hapendi yule mwenye maji amguse yeye. Sasa kwa sababu yeye yuko hivyo, anatusemea sote, anasema hakuna mtu anapenda hivyo. Hivi ni wewe hujafanya tathmini, wewe watu wangapi wanapenda au watu wangapi hawapendi? Hivi ni wewe, usiwasemee watu wote. Hii sababu si sababu ya kisheria kabisa kabisa. Kwa sababu kuna mtu aanza kutawadha, kuna mtu ametawadha kitambo, na hakuna anayependa wewe mwili wako ukiwa maji, mimi mkavu uniguse. Hakuna hapa msikitini, hakuna. Mimi mwili wangu maji maji, wewe mwili wako mkavu, mimi nikuwekee mguu, hakuna apendao. Na ndio kaona sharia haikutulazimisha. Taib, masala ya kwamba sheria imetulazimisha au haijatulazimisha, huo ni mlango wa fiqhi mwingine. Mimi huo sitaki kuzungumza hapa. Ikhtilafu za wanavyuoni kuhusiana na ulazima au kutokuwa lazima, acha hilo, weka pembeni kwanza. Kwanza tunajadili kwamba hakuna mwanachuoni alosema hivyo, hakuna. Hiyo ni Sahihul Bukhari. Aya, njoo kwenye vitabu vingine sasa. Wanasemaje wanavyuoni kwenye Al-Mawsu'atul Fiqhiyya Al-Kuwaitiyya? Wanasema hivi, sikilizeni vizuri sana. Wanasema hivi wanavyuoni hawa waheshimiwa, dhahaba aljumhuru, imekwenda jumhuri ya wanavyuoni, ila annahu, ya kwamba yustahabu taswiyatu sufufi, inapendezeshwa kuziweka sawa sawa zile swafu, fi salati aljamaa, katika swala ya jamaa, bihaithu, kwa hali ambayo tutazinyoosha swafu zetu kwa hali ambayo la yataqaddamu ba'dhu almusallina ala alba'd alakhar, hawatotangulia mbele baadhi ya wenye kuswali wakawaacha baadhi ya wengine wako nyuma. Yani swafu iko hivi, hao wengine wamezidi mbele, hao wengine wamezidi huko nyuma. Haitakiwi kuwa hivyo. Wayatadil alqaimuna fi safi, na watalingana sawa sawa wale waliosimama katika swafu, ala wahid, kwa sampuli moja, watalingana kwa sampuli moja. Maa, sikiliza maneno yaliyotumika, maa at-taras, pamoja na kugandamana. At-taras, pamoja na kushikana ile miguu yao na mabega yao. Shekhe au wanavyoni hawa wanafasiri at-taras maana yake nini? Anasema wa huwa talasuqul mankib bil mankib, nayo ni kule kugandamanisha bega kwa bega, kugandamanisha bega kwa bega. Wal qadam bil qadam, na mguu kwa mguu. Wal ka'b bil ka'b, na enkel kwa enkel. Hatta la yakuna fi safi khalal wala furja, ili au mpaka isipatikane katika swafu mwanya, yani baina yangu mimi na wewe pasiwe pana mwanya, wala isipatikane furja, mipasuko midogo midogo ile. Jamaa, hivi haya maelezo yanahitaji ugraduate wewe ili uyaelewe? Mbona shekhe aseme hakuna? Kwa nini asinene mimi sikuona? Mimi sijaona kwenye vitabu mpaka leo, na ilmu yangu na utuzima wangu mpaka hapa nilipofikia, mimi sijaona kwamba imesemwa watu wagusanishe miguu. Wallahi ingelikuwa ni lugha nyepesi sana, tungekuja tukakwambia vitabu hivi hapa ona. Lakini unasema hakuna. Huko ni kuikosea elimu, huko ni kujionyesha kwamba wewe ni kiwango chako ni kiasi gani cha kusoma vitabu. Hakuna. Vitabu vyote ushavisoma wewe, vyote hakuna. Haya, weka pembeni. Sasa hapa wanasema wanatakiwa wakae swafu hawa watu katika sampuli moja, na wafanye at-taras. Hili neno at-taras lizingatie sana hili. Uko mbele huko na kuja kuzungumza kitu kuhusu neno hili at-taras. At-taras maana yake nini? Wa huwa talasuqul mankib bil mankib, nayo ni kule kushikana, kugusana bega kwa bega. Wal qadam bil qadam, na mguu kwa mguu. Wal ka'b bil ka'b, na kifundo kwa kifundo, enkel kwa enkel. Sheikh anasema hakuna. Maelezo ni haya kwenye vitabu vya wanavyuoni. Kwa hivyo kwa ufupi, wallahi billahi tallahi, maneno aliyozungumza shekhe ni maneno ya kusikitisha.
kitu hakuna mwanachuoni alosema, unatoa fatwa hakuna kwenye zama hizi. Hili neno la kusikitisha sana, na umma umezunguka pale msikitini ushachukua ile kauli, shekhe kasema hakuna. Hili jambo la kusikitisha, si la kufurahikiwa, lakini kuna watu watalifurahikia kwa sababu shekhe kasema. Halafu kuna watu watakuja watahuzunika, kamjibu shekhe, kwa nini tuache umma upotee? Na shekhe yeye pia, kwa nini tumwache aendelee kuteketea? Anaharibikiwa, ashatoa fatwa mbovu, ndio tumsaidie hivi jamaa. Ashasikilizwa na watu, ndio tumsaidia watu. Msichukue hii fatwa. Mkiswali katika swafu gusanisheni miguu yenu. Hili jambo limo kwenye vitabu na ndivyo Mtume alivyoelekeza, gusanisha mguu wako na mguu wa mwenzio. Achana na habari eti mguu wangu una maji wa huyu hauna maji, kwa tusigusane. Ndo nini hiyo? Ndo nini hiyo? Kwani wewe si mpaka unakuja katika swala tayari uko tahara na mwenzio anakuja tayari mko tahara? Swala haikubaliwi kama mtu hayuko tahara. Sasa kwa nini wewe hutaki mimi na wewe tugusane wakati mimi niko tahara na wewe uko tahara? Shida iko. Tumsikilize shekhe ili tumalize. Kuna kipengele huku kizito chengine atakuja kukizungumza. Subhanallah. Wala hizi, kwa sababu hizi mara nyingi mtu zingine naye amekuja ukofuli, si maji, atoka kazini ukofuli, atakutia kirahi. Lakini hizi si sana kukaa majasho. Sasa wana kisha mimi nimeshawahi kuwaonesha hapa. Sikilizeni maelezo haya vizuri. Hapa panachekesha kidogo, lakini si pale pa kucheka. Wallahi shekhe kwenye hii fatwa, kama kuna kitu aliwahi kuharibu katika maisha yake kwenye masala ya kielimu, miongoni mwao ni fatwa hii mbaya sana. Siku zote mukiambatanisha, kuna mwenye matege, kama hujui matege, angalia tuktuk ile miguu kaa namna hii. Sasa ule miguu yake imekaa namna hii, ataambatanisha vipi na mwenzake? Hebu sikize mpaka mwisho kidogo alafu turudi. Sikiza haya maelezo yanayofuatia hapa. Haya maelezo muhimu sana. Sharia haiwezi kuamrisha jambo, huyu aweza, huyu mwenye matege hawezi kufanya miguu namna hii, kwa sababu ile miguu haikai sawa. Mwenye matege miguu inakaa ina bendi, hizi zinatoka nje huko. Sasa hebu utagusana naye vipi sasa ule mwenye matege? Niambia wewe mwenyewe, ungeweza kugusana? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema dhalika mablaghuhum min al-ilm. Hapo ndio kiwango chao cha ilmu ndio kimefika hapo. Yaani kufikiria ile ya mwanadamu ndio imeishia hapo. Kwamba mwenye matege hamtoweza kugusana naye miguu. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, hivi katika watu 100 wanaoswali msikitini, wenye matege wataswali wangapi? Sema ukweli wako wewe. Waswali msikitini kila siku, wewe waona watu wangapi wana matege kwenye msikiti? Wallahi billahi tallahi, kwa mwezi kama ataingia mwenye matege msikitini, basi ni watu 1 au 2 kwenye mtaa, wakazi wa mtaa. Hakuna watu wenye matege wengi, 1, 2, 3. Kwa hivyo wakati wa dharura, kwa sababu huyu ana matege, kwa hivyo kwake yeye pale itakuwa Mwenyezi Mungu atasamehe ule mwanya utakaopatikana kwa matege yake. Ndo dharura, haiwezekani. Kwa hiyo yule atakayekuwa kuliani kwake na kushotoni kwake hatopata ile hukumu ya kugandamana na mwenzio kwa sababu ya matege, hakuna shida. Lakini safu yote iliyobakia unaipa hukumu ya mtu mmoja mwenye matege msikitini. Ndio kiwango cha fiqh kimefikia hapa hiki. Kisha shekhe anasema maneno yaliyoshangaza sana. Sheria haiwezi kuleta jambo ambalo watu hawezi kulifanya, nataka watu wote waweze kufanya. Hebu sikiza haya maneno. Haya maneno ya ajabu kabisa. Sharia haiwezi kuamrisha jambo, huyu aweza, huyu mwenye matege hawezi kufanya miguu namna hii, kwa sababu ile miguu haikai sawa. Sheria haiwezi kuamrisha jambo ambalo huyu aweza, huyu hawezi. Sheria haiwezi kuamrisha jambo hilo. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Hivi sheria ya Kiislamu si imeamrisha watu wote wakiswali waswali kwa kusimama?
ni wajib. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waqumu lillahi qaniti, simameni kwa ajili ya Allah mkiwa mnasali hali ya kuwa ni wanyenyekevu na wenye kumuomba Allah kwa utulivu. Ni wajib. Aya, mtu ambaye ameumbwa na Allah tabaraka wa taala hana miguu, hawezi kusimama. Atasimama vipi huyu kwenye swala? Si ataswali kwa mujibu wa maumbile yake alivyo, kwa mujibu wa ulemavu wake ulivyo. Lakini huwezi kusema sheria haiwezi kuamrisha jambo ambalo huyu hawezi, huyu hawezi. Huyu hawezi kwa sababu huyu kaumbwa hana miguu ya kusimamia. Si ataswali kwa kukaa kitako. Lakini sio kwamba ni msikiti mzima watu wote ni walemavu. Ile hukumu ya kusimama itatuhusu pale pale. Ama huyu mlemavu ataswali kwa kukaa, ama huyu mzee mwingine si mlemavu, ni mzee, ni mzima na miguu yake, lakini ni mzee, hawezi kufanya nini? Hawezi kusujudu chini, ataswali kwenye kiti. Tutasimama naye, tunaswali naye. Ikifika muda wa kusujudu hawezi, kwa sababu ya ule uzee wake, anaumwa na kiuno, anaumwa na magoti, atakaa kitako kwenye kiti, ndio sijida yake hapo. Lakini si tumeamrishwa tusujudu? Kusujudu ni lazima. Mbona huyu hasujudu? Na hizi sheria ya Allah. Sasa mbona unasema kwamba sheria haiwezi kutulazimisha jambo ambalo huyu anaweza, huyu hawezi? Kuna wangapi hawayawezi mengine? Kuna wangapi hawayawezi? Na mambo haya mifano katika fiqh tukianza kutoa hapa ni mifano mingi. Mwenye matege atakwenda na hukumu kwa mujibu wa matege yake. Allah anasema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadiri mwezavyo. Ndio ucha Mungu wetu hapa, ndio ushaishia hapa kwenye matege, hatuwezi kwenda mbele, basi ndio hapo hapo mwisho. Allah tabaraka wa taala anaona wasma'u wa ati'u, nasikilizeni mnavyoambiwa na mutii. Mcheni Mungu kadiri mwezavyo na musikilize na mutii. Kwa hivyo haya maneno subhanallah, mwenye matege miguu inakaa ina bendi, hizi zinatoka nje huko. Sasa hebu utagusana naye vipi sasa yule mwenye matege? Niambia wewe mwenyewe, ungeweza kugusana na mtu ambaye hana mabega, mikono imekatwa, au utagusana naye vipi? Si kuna watu wanazaliwa hawana, utagusana nao vipi? Na kuna mtu si ana mguu mmoja, yani subhanallah. Sasa hapa ni mwisho katika hii video yake shekhe, naomba tupasikilize kwa umakini sana, kwa sababu hapa ndio pana maneno mazito sana yamesikitisha wallahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema tuambatanishe. Maneno haya ni muhimu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema tuambatanishe. Haya, Sheikh anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema tuambatanishe. Usikate kauli ya mkato ikiwa jambo hujaliona wewe. Elimu ni bahari. Hiki kitabu ni Sunani ya Sunanun Nasai, hii ni juzuu ya pili, Sunanun Nasai. Anasema al-Imamu an-Nasai rahimahullah, hathu al-imami ala rassi as-sufufi wal muqarabati bainaha, mahimizo ya imam juu ya kuzigandamanisha safu na kukurubiana kwake. Imamu anatakiwa awahimize maamuma safu zao zigandamane. Hii ni Sunanun Nasai, anaweka mlango huo. Kisha akasema hadithi imekuja kwa sanadi yake mpaka akafika hapa kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, amesema aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume siku moja alituelekea, biwajhihi, kwa uso wake, hina qama ila salati, wakati aliposimama kuelekea kwenye swala, kabla an yukabbira, kabla mtume hajapiga takbira ile Allahu akbar, aliwaelekea maamuma wake. Faqala, mtume akasema, aqimu sufufakum, zinyosheni safu zenu. Sikiliza maneno ya mtume haya, watarasu, na gandamaneni. Ataras, kugandamana. Allah tabaraka wa taala anasema inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ndio hii ataras, bunyanun marsus, kana kwamba ni jengo lilogandamana na kushikamana kisawasawa. Jengo la shikamana tofali juu ya tofali,
tofali saruji, tofali saruji, mpaka jengo linagandamana, lina ghorofa 10, 10 na ngapi, tofali saruji. Saffan kaannahum bunyanun marsus. Huu ni mfano natoa tu, hauhusiani na hapa, lakini nataka hili neno at-taras. Mtume anasema tarasu, gandamaneni. Fa inni arakum min wara'i dhahri, hakika mimi na kuoneni kwa nyuma yangu, mkiwa hamjangandamana na kuoneni. Hii ni hadithi ya kwanza. Shekhe anasema hivi, maneno asikizeni vizuri. Asema hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema tuambatanishe. Mtume hajasema tuambatanishe. Hadithi ya kwanza hiyo, Mtume anasema tarasu. Hadithi ya pili hapa hapa, al-Imamu an-Nasai anasema kutoka kwa Anath ibn Malik, anasema anna nabiyallahi sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume kasema. Sikiza hadithi, rasu sufufakum, zigandamanisheni safu zenu. Rasu, gandamanisha. Waqaribu bainaha, na zikurubisheni baina yake hizo safu zenu, zikurubiane. Wahadhu bil a'naq, na lingamanisheni, zilingane, zielekezane shingo zenu. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa yule Mwenyezi Mungu ambaye nafsi ya Muhammad ipo mikononi mwake. Inni la ara ash-shayatina, hakika mimi Mtume ninawaona mashetani. Tadkhulu min khalali as-safi, wanapenya katika hiyo mianya, katika uwazi. Ukiacha uwazi pale kwenye safu baina yangu mimi na wewe, tukiacha uwazi, Mtume anasema mimi nawaona mashetani wanapenya humo. Kaannaha alhadhafu, kana kwamba hao mashetani ni vile vibuzi au vikondoo vidogo vidogo, vya vinapita vinakwenda huku na huku, havina mchungaji, vikondoo havijafungwa kamba wala nini. Asema nawaona mashetani wanafanya hivyo, ukiacha nafasi baina yangu na wewe. Kwa hiyo tutakiwa tuzibe, suddul furaj, zibeni mianya, bega kwa bega, mguu kwa mguu, enkel kwa enkel. Ndio sunna ilivyokuja na ndivyo maelezo wanavyoni wanavyotutaka, na hivyo ndio kaannahum bunyanun marsus, itakuwa kama jengo lilofumwa vizuri kisawasawa likagandamana. Hii ni hadithi ya pili. Mtume anasema rasu sufufakum, gandamanisheni safu zenu. Sheikh anasema Mtume hajaamrisha. Hadithi ya tatu, lakini kabla sisoma hii hadithi ya tatu lazima tumsikilize Sheikh, maana hapa lazima tushangae. Sikiza anasemaje. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema tuambatanishe. Mtume hajasema tuambatanishe. Riwaya ya tatu anasema hivi, qala kharaja ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Mtume kasema ala tasufuna, je hamuweki safu, hamupangi safu nyinyi, kama tasufu almalaikatu inda rabbihim, kama wanavyopanga safu malaika mbele ya Mola wao. Mtume amwambia maswahaba, kwa nini msipange safu nyinyi kama wanavyopanga malaika mbele ya Mola wao? Qalu, maswahaba wakasema, wa kaifa tasuffu almalaikatu inda rabbihim, na vipi wanapanga safu malaika mbele ya Mola wao? Sikiliza jawabu la Mtume. Sheikh anasema Mtume hajasema tuambatanishe. Sikiza jawabu hili, asema qala, Mtume kasema yutimuna as-saffa al-awwala, malaika kwanza wanatimiza safu ya kwanza, ikishakuja ya kwanza ndio inakuja ya pili, wanatimiza safu ya kwanza. Thumma, kisha yatarasuna fi safi, wanaambatana, wanashikamana katika safu. At-taras ni kule kwa mimi na wewe tugusana, ndio at-taras. Ndio ukirudi katika kitabu hiki al-Mawsu'atul Fiqhiyya wanasema, angalia ile neno at-taras walivyolieleza, naliona hili at-taras hii at-taras hii, anasema wa huwa, maana yake talasuqul mankib bil mankib, ni kugandamana na kugusana bega kwa bega, wal qadam bil qadam, na mguu kwa mguu, wal ka'b bil ka'b, na kisigino kwa kisigino, yani enkel kwa enkel. Haya, niambie wewe, fatwa hii ndogo tu aliyoitoa Sheikh, watu kama wataisikia itakuwa ishapoteza watu wangapi, ishaharibu swala za watu wangapi? Huko nasema hakuna mwanachuoni aliyosema, wapo. Mtume hajaamrisha tuambatanishe, kaamrisha. Hili ni balaa linalostahili kuhuzunikiwa.
lakini kuna watu watakuja kuhuzunika baada ya shekhe kufanywa raddi. Haya, tumalize kumsikiza shekhe. Kwa ila ingekuwa kazi sana, hata mabega hatukwambiwa sisi tuambatanishe, lakini almost mkilingana yataambata, kwa sababu kuna wengine mapana, kuna wengine si mapana. Sasa kuna wengine marefu, kuna wengine yani. Hii fiqhi ya shekhe wallahi ina mushkili mkubwa. Lau kama yani mifano anaotoa katika darasa ya fiqhi, eti huyu mrefu, huyu mfupi, huyu hivi, huyu hivi hivi, watu wote msikitini watakuwa warefu hivyo, mmoja mrefu mmoja mfupi, mmoja mrefu mmoja. Si ni mtu mmoja tuweza kutokezea mrefu kawapita wenziwe? Lakini watu sote sisi binadamu tunalingana vimo vyetu. Mbona mifano hii anayotoa shekhe, Allah ya Allah biha zichote kama hiyo utazamda mbatenyo hivi. Umenifahamu? Ili jawabu hili alivyoboronga hivi, nimegundua kitu. Hebu sikiza hapa mwisho, yani sikiza kwa umakini hapa mwisho anasema nini. Sikiza kwa umakini sana, utajua kwa nini kaboronga. Sikiza swala la mwisho, time. Jamani, mnanichelewesha. Alikuwa anawaambia jamani, mwanichelewesha. Sikizeni vizuri sana, maana mimi napenda tuende na kile kitu pahala pake. Inawezekana sababu ya kuboronga hivi vyote hivi, alikuwa na haraka, anakimbilia kwake huko, au anakimbilia pahala popote, labda pengine kaalikwa pahala. Sasa waambia mwanichelewesha, muulize maswali mengi, ndio maswali yakija yamejibiwa haraka. Sikiza vizuri, asemaje? Swala la mwisho, time. Jamani, mnanichelewesha. Jamani, mwanichelewesha. Haya basi, msimcheleweshe shekhe, muulizeni maswali kidogo kidogo ili ajibu vizuri, kwa sababu mkimuuliza maswali mengi anaripua, mwamchelewesha. Tukutane katika video nyingine inayofuatia. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda online.